Picha yetu inaanzia hapa katika hili jumba la kifahari. Bwana, kuna mchizi anatoka hapa na begi, anaambia mama, kuanzia leo sikuhitaji nyumbani kwangu, naomba uondoke. Yaani haiwezekani, sisi tunapitia matatizo, kumbe wewe ndio ambaye unasababisha. Mama anasema hapana mwanangu, tena usije ukaniita majina mabaya hata siku moja. Akasema lazima nikuite wewe ni mchawi. Haiwezekani, sisi tunatafuta mtoto, kumbe wewe ndio sababu. Akasema mwanangu, kuwa na heshima kabisa, mimi sijawahi kufanya hiko kitendo hata siku moja. Huyu mke wako ananisingizia mimi ili mradi niweze kuonekana mbaya. Akasema kukusingizia kitu gani? Wewe ni mchawi. Akasema acha upumbavu wewe binti. Akasema siwezi nikaacha, wewe mama ni mchawi, kila siku natafuta ujauzito sipati, kumbe ni wewe. Toto naye akasema sikia mama, kuanzia sasa nahitaji utoke na sitaki tena urudi katika nyumba yangu. Bwana dogo ikabidi amfukuze mama yake maskini. Mama anaambiwa ni mchawi, kisa mke wake hashiki ujauzito. Lakini ilikuwaje hadi umefika hapa? Siku ya kwanza mama alikuwa anamsema wewe binti. Akamwambia sikia, wewe kwenda kanisani utaki, kuniletea mjukuu hapa utaki. Akasema mama, naomba ujiheshimu sana. Unajua mimi niko na mambo yangu hapa. Sema mambo yako kitu gani? Ina maana mimi nikuambia ukweli ndio ubaya? Ninachokuambia ni kwamba mimi nahitaji mtoto. Kwa nini hautuletee mjukuu? Akasema swala mtoto muulize mtoto wako mwenyewe, lakini sio nilalamikie mimi hapa. Akasema unasemaje? Kwa hiyo unataka kupigana na mimi au unanifokea ili iweje? Wakao wanafokeana, lakini mchizi anafika hapa, mwamba anaitwa Charles. Bwana anafika hapa anakuta ugomvi kwelikweli. Ikabidi aulize kuna nini? Akasema huyu hapa mke wako hataki kwenda kanisani, alafu mwisho siku mimi namsema anataka eti kunipiga. Umeona jinsi ambavyo ana tabia mbaya? Mimi nilikwambia huyu mwanamke atofai. Akasema sikia, sio kama ana tabia mbaya, mama ni muongo, wewe ni muongo. Akasema jamani, hebu acheni kelele basi. Mama, naomba ustopu hii mara moja. Kwa nini kila siku mnagombana? Dada kabidi ondoka inge ndani. Huyu dada anaitwa Uchena, lakini mama akawa na mawazo sana. Amefika hapo, umeona mama yako anachonifanyia? Haya yote yanatokea kwa sababu mimi sizai. Hivi kwa nini hatuweze kupata mtoto? Hebu tuhangaike basi. Akamwambia sikia, hebu chukulia urahisi kwanza kidogo. Asema urahisi kitu gani? Issue imekaa vibaya kama hivi, kwa nini tusihangaike kupata mtoto? Kwa sababu kila siku ndio fimbo. Sasa mama ananisema kwa nini nakuwa hivi ambavyo sizai? Au wewe ndio mwenye tatizo? Kwa sababu naona haujishughulishi. Chiza akamwambia hebu kaa kwanza chini tuongee. Ni hatari. Baadaye kaenda kumsema mama yake, akiambia mama, lakini inabidi ujibadilishe. Sema nijibadilishe kitu gani? Mimi nakwambia hivi, hapa unahitaji kuoa mwanamke mwingine, hakuna mbadala. Haiwezekana miaka 2 bila ndoa. Akasema mama usiongea kwa sauti, upo kijirani. Akasema jirani kitu gani? Mimi nasema ili mradi aweze kusikia. Bwana dada Uchena yuko hapa masikini, amesikia yote ambayo mama ameyasema. Baadaye akamletea chakula. Alipomletea chakula, mama naye akafika. Akasema sikia, kabla haujala iko chakula, naomba kwanza mke wako akitesti. Akasema mama unaongea kitu gani? Akasema nimesema hivi, huyu mwanamke simuamini tena. Akasema mama, hiki chakula amepika mke wangu, kwa nini tena hadi akionje? Akasema sikia, wewe mwanamke kionje chakula. Akasema mama unasemaje? Ina maana nionje chakula ambacho nimempikia mume wangu? Je, nimemwekea sumu? Chiza akasema hebu kionje kwa sababu sihitaji kelele saizi. Mama akampatia kijiko ili mradi aonje chakula, pengine ameweka sumu. Binti masikini Uchena ikabidi aonje chakula. Mama akamwambia chukua na hiyo samaki ule kwanza, ndipo mtoto wangu aweze kula. Mama hamuamini tena huyu binti Uchena kutokana na tabia zake ambazo nazifanya, alafu apendi kwenda kanisani. Kwa nini afanyi ibada? Leo mchizi Chazi yuko na mama yake hapa, wanacheza draft kidogo, wanaongea. Walau leo fly imepatikana. Lakini ajabu, dada Uchena anakuja hapa, ameshika pombe kali anakunywa. Asema mko hapa mnafurahia si ndio? Mchizi kabidi amuulize, mke wangu tangia lini unakunywa pombe kali? Akasema leo nimekuja kumweleza kitu mama, na ndio maana nimekunywa pombe. Mama, leo nahitaji unisikilize kwa makini. Mama akaona leo hapa kazi ipo. Dada anakunywa pombe. Mchizi anashangaa. Akasema sikia, shida si mtoto. Kama shida ni mtoto, basi mimi nakuruhusu wewe Chazi uende kaoe mwanamke mwingine. Akasema hapana, mimi nakupenda wewe. Sasa kwa nini nikaoe mwanamke mwingine? Sema tu tuvumiliane ili mradi mimba ipatikane. Dada nakunywa tena anacheka. Akamwambia sikia, kama utaki kuhangaika, basi huyu mama yako tutaendelea kugombana. Akasema wewe binti una kichaa hivi, kwa nini nikikwambia ukweli huo unakasirika? Mimi nahitaji mchukua. Akasema sikia, shida sio mimi tu peke yangu, shida
hata mtoto wako anayo. Kwa hivyo usije ukaleta kiburi chako hapa. Asema unasemaje? Hivi wewe umeshushwa katika dunia gani wewe binti ambaye hata umheshimu mwanamke ambaye ni mkubwa kwako? Dada akacheka, mwisho asika akamwambia sikia, siwezi nikakuheshimu mama kama wewe ambaye unadharau. Akasema mwanangu, huyu mwanamke kama asipoondoka mimi nitaondoka hapa. Lakini mchizi ajabu akaenda kwa mke wake akampigia magoti. Akasema hebu niambie unahitaji kitu gani? Akasema sikiza, unajua mimi nakupenda sana, sihitaji ugombane na mama, alafu mimi nakuhitaji. Kwa nini sasa unakuwa na mtu namna hiyo? Akasema sikia, mimi simuhitaji mama yako tena humu ndani, maana naona mambo hayaelewani. Akamwambia sawa, kama atendelea hivi basi mama nitamruhusu aondoke. Bwana ni hatari. Lakini leo dada Uchena anaonekana ametoka katika mapoli. Sijui ameenda kufanya nini. Inawezekana huyo binti ni mshirikina. Kwa hivyo haya yote ambayo yanatokea ni kwa sababu tu ya hizo dawa ambazo anazitumia. Lakini leo kuna dada yuko hapa akaja kumomba msamaha. Akamwambia samahani sana Eli, naomba unisamehe kwa yote ambayo mimi nimefanya kwako, najua nimekosea. Akasema sikia, wewe una kichaa? Ina maana kwa yote ambayo umefanya alafu leo unakuja kuniomba mimi msamaha? Sikiza nikwambie, siwezi nikatoa msamaha kwako hata siku moja. Wewe endelea na maisha yako na wala usinitafute. Dada Eli akaingia katika gari akaondoka. Lakini alimfanya nini huyo dada hadi leo anaomba msamaha? Dada Elina wakati yupo ndani ya gari machozi anamtoka maskini. Kwani ilikuwaje? Picha linaenda hapa. Binti Elini na Uchena walikuwa ni marafiki wa damu sana, tena wanapendana balaa. Leo walikuwa wanahitaji kwenda nyumbani kwa mpenzi wake Elini. Mpenzi wake Elini alikuwa ni huyu hapa Mr. Charles. Wanalivyomkaribisha wakaingia hapa, wakawa wanaongea kimahaba sana. Akasema vipi mpenzi wangu, uko sawa? Hebu niambie yule nani? Akasema yule ni rafiki yangu. Rafiki yuko pembeni? Hatuna basi sawa. Najua mimi nilikumisi sana, alafu nishaanza maandalizi ya ndoa. Dada nasikia akasema kiukweli na mimi nafurahia sana mume wangu kama ndoa itapita sasa hivi. Dada akafurahi kweli kweli, akamwambia samani msalimie basi rafiki yangu ile baya anaitwa Uchena. Ikabidi mchiza msalimie mambo. Dada akasema safi, nimefurahi kukuona. Baadaye wakasema hebu twende basi. Lakini wiki moja baadaye dada Elini anafika hapa. Ajabu, mlinzi anamwambia hauwezi ukaingia hadi niwasiliane na bosi. Ngoja kwanza nikamwone. Ikabidi aje kwa bosi. Akasema sikia, nani nafika? Akamtaja jina. Akasema huyu simuhitaji kumuona, lakini hebu mruhusu kwanza aje nisikie anasema kitu gani. Kisha akaingia kwenye gari anataka kutoka. Kidogo dada Elina ameingia hapa nazuiwa. Asema nataka kwenda kumuona huyo ambaye ananizuia. Mchizi kabidi atoke. Akasema ina maana wewe leo akunifukuza mimi? Yaani unamwambia mlinzi asiniruhusu kuingia hapa ndani. Shida iko wapi? Akamwambia sikia, kuanzia sasa sihitaji mazoea na wewe, wala sikufahamu kabisa. Kwa hivyo naomba uondoke katika nyumba yangu. Asema we Charles ni mimi? Akasema we usije ukanigusa hata mara moja. Mimi nawahi naenda zangu kazini hapa. Dada akawa anashangaa, inakuwaje mpenzi wake Charles amebadilika? Kidogo anasikia sauti. Akasema sikia, sikuhitaji katika nyumba yangu, na kuanzia sasa mimi ndio mmiliki wa sehemu hii, na sitaki tena nikuone wala usije tena hapa. Dada anashangaa, asema ni wewe Uchena? Akasema ndio ni mimi. Kwa sasa mimi ndio Mrs. Charles. Ananipenda, ninampenda na tunaenda kufunga ndoa wiki ijayo. Dada chakulia, asema jamani siamini kama rafiki yangu amenifanyia haya. Yuko babalani analia kweli kweli kutokana na kitendo cha usaliti ambacho kimefanywa na rafiki yake. Lakini kuna gari nyeupe hapa anapishana naye. Kidogo ile gari ikarudi nyuma yake, alafu anatoka mchizi hapa anaitwa Devi. Moja kwa moja akaenda kumgusa hapa. Akamwambia mbona unalia? Hebu twende basi walau nikakuhifadhi katika gari yangu tuweze kuongea, unieleze nini kimetokea. Dada anapata msaada wa Mr. Devi. Devi ni rafiki yake na Chazi. Bwana hatari. Lakini leo ni siku nyingine. Binti Elini anakutana na Uchena. Asema jamani, yani tangia umemuiba mume wangu ndio unavaa mavazi kama hayo? Hayo sio mavazi ambayo anastahili kuvaa mtoto wa Kiafrika. Inabidi ubadilike. Akasema sikia, hizo ni wivu tu. Mimi niko katika pesa ndefu sasa hivi, kwa hivyo naishi maisha ya raha sana. Usije ukaniletea kelele zako, alafu kama utanifuatilia nitakufanya kitu. Akasema huna kitu chochote cha kunifanya. Dada akacheka, akamwambia sawa, kama sina kitu cha kukufanya, lakini ndio hivyo mume wako ameshanioa. Ni hatari. Lakini leo wakati dada yuko hapa stendi, ajabu kuna boda inafika hapa, alafu inamoneshia silaha, inamwambia hebu panda katika ile boda, utaenda kuelewa nini kinatokea huko mbele.
Dada kwa uoga ikabidi apande maskini. Sijui anapelekwa wapi. Yuko hapa, anasema kakaangu naomba uniachie. Naomba pia unieleze nini kimenileta hapa. Akasema huko hapa kwa sababu unafuatilia vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa hivyo bosi anahitaji tukufanya kitu chochote kile ambacho kiko ndani ya uwezo wetu. Kwa hivyo mimi labda nikuonye ya kwamba unamfahamu huyu. Bwana ile kuangalia akasema ni Uchena. Akasema ndiyo, Uchena ametutuma tukufanyie kitu chochote, usimfuatilie tena. Bwana haya ndiyo yalitokea kati ya Aileen na dada Uchena, na ndio maana siku ile alienda kumomba msamaha. Lakini leo Devi amefika hapa akisema, rafiki yangu nimekutana na dada Aileen analia. Hivi inakuwaje umeachana na yule mwanamke? Kwa sababu ni mwanamke ambaye umetoka mbali na mlikuwa mna malengo. Akamwambia, sikia, unajua mimi nina maamuzi yangu, alafu usije ukaniingilia hata siku moja. Akisema, kwa nini? Kwa nini nisikuingilie rafiki yangu wakati unakosea? Yule ni mwanamke ambaye ni wa thamani sana kwako, na mmetengeneza vitu vingi sana mkiwa pamoja. Jamaa akamwambia, sikia, unajua mimi nimeshachagua mwanamke mwingine. Jamaa kabidi ashangae, akamuuliza, una uhakika na iko ambacho nakisema? Kidogo anakuja Uchena anasema ndiyo, ana uhakika. Kwa hiyo wewe unamlazimisha ili iweje? Mimi ndiyo mpenzi wake mpya, na kama hauna cha kuongea naomba uondoke. Akasema, unasemaje? Kumbe wewe ndio ambaye umemsaliti rafiki yako? Mchizi akasema, wewe hebu ondoka nyumbani kwangu, naona unazingua tu hapa. Bwana hii ni kali kweli kweli. Lakini leo ameitwa kiongozi wa dini katika hii nyumba. Amekuja kwa ajili ya kufanya maombi, kumwombea binti kwa sababu hazai. Mwamba amepiga maombi, lakini baadaye anasema, jamani sikiliza nikwambie, mbaya wa matatizo ya mke wako yuko hapa ndani. Huyu mama hapa mnavyomuona, mama wewe una tabia ya kichawi, na ndio maana huyu binti apate. Anasema, unasemaje? Ina maana wewe kiongozi wa dini umekuja kutuchonganisha? Akasema, hapana, nimeangalia, nimeona roho imeniambia ya kwamba wewe ni mchawi. Tena kuna vitu vizito umeweka katika hii nyumba. Dada anasema, wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye umekuja kunigombanisha na mtoto wangu? Bwana hii ni hatari. Lakini baadaye ndio ile siku ambayo Mjiza akatoa begi la mama nje, alafu anawaambia, kuanzia sasa sikuhitaji katika nyumba yangu. Kumbe wewe ndio mchawi mwenyewe. Mimi nahangaika kila siku kutafuta mtoto na mke wangu, alafu wewe ndio unahusika. Mama akasema, hapana mwanangu, kiukweli yule kiongozi wa dini amekosea. Mimi sifanyi hayo. Akasema, umefanya, na nimesikia kwa macho yangu mimi mwenyewe. Akasema, huyu mke wako atakuwa amemuita yule mchungaji aje kutupoka hapa ndani, kwa sababu haiwezekani mimi eti kuambiwa ni mchawi. Tangia lini nimekulea vizuri mtoto wangu? Akasema, mama mimi na maana mimi nakusingizia wewe ni mchawi kweli, na ndio maana kila siku ulikuwa unagombana mimi hapa, unanifanya nisizaili mradi mume wangu anione mimi mbaya. Bwana mama analamika kweli kweli, anaambiwa mchawi, na kesi ni nzito kweli kweli, kwa sababu uwezo ukachomoka katika hii kesi. Shida ni kwamba aliyesema haya maneno ni kiongozi wa dini, lakini kiongozi huyu yawezekana kweli bwana ametumwa na huyu bibi. Wacha tuone. Mchiza na mfukuza mama yake bila huduma kabisa. Baadaye akarudi moja kwa moja kwa mpenzi wake, akamwambia, sikiliza mke wangu, naomba unisamehe sana bwana. Mimi nilikuwa sifahamu kama mama ni mtu mbaya. Kwa hivyo kuanzia sasa kila kitu kitakuwa sawa. Dada yuko ndani. Daimani anafurahia kutokana na kile ambacho amekifanya. Ameweza kumfukuza mama mkwe katika nyumba ya mwanae. Yuko hapa na kunywa maskini. Bwana hizi ndoa ni hatari. Chiza anafika hapa. Dada bado kasirika. Ikabidi amuulize, je, bado umenikasirikia? Dada akamtazama akamwambia, haina shida mume wangu. Mimi nimekuelewa kutokana na changamoto ambayo imetokea. Kwa hivyo kwa sasa tuwe na furaha. Akasema, vizuri, kama ni hivyo basi tuanze kutafuta mtoto, kwa sababu naona aliyekuwa anasababisha haya matatizo ameshaondoka. Mimi na wewe tuanze furaha mpya. Akasema, ni kweli, nami nakupenda. Akasema, basi njoo hapa ili mradi twende tukale matamu. Akambeba na moja kwa moja kuingia ndani. Lakini leo ni siku nyingine. Dada yuko getini hapa nagonga. Bibi Aileen kabidi amuulize, umefuata nini? Akasema, samahani, nimekuja tena kuomba msamaha kutokana na yote ambayo yanatokea. Unajua yawezekana pitia mikosi fulani kwa sababu bado hujanisamehe. Please naomba unisamehe. Akasema, sikia, mimi kwa yote ambayo umeyafanya sitaweza kukusamehe kamwe katika maisha yangu. Umenipokonya mume ambaye alikuwa anatarajia kunioa. Sasa sikiliza nikwambie, naomba utoke mara moja katika nyumba yangu. Toka! Dada kaona isiwe kesi, bora tuondoke. Dada Elina ingie ndani. Aileen yuko vizuri. Shepu hatari kweli kweli. Dada atafanyaje? Lakini leo baadaye ikabidi arudi tu nyumbani. Yuko hapa
mchizi alikuwepo hapa, ni siku ya ibada. Alijua mpenzi wake ameenda kufanya ibada. Ikabidi amuulize, je, vipi huko maombi yameenda sawa? Asema ni kweli bwana, maombi yameenda vizuri sana na Mungu amenibariki sana. Lakini ndani kuna gateman yuko hapa anafanya marekebisho kidogo katika system za choo hapa, lakini kuna sehemu amefungua pale katika flash tank. Kuna kitu ambacho amekiona hapo. Akawa anashangaa hiki kitu imekuwaje kimefika hapa, lakini ghafla kile kitu kikapasuka. Mchizi akasikia sauti, ikabidi dada aseme, umesikia hiyo sauti? Akasema ndiyo, lakini ni yule gateman nilimtuma aweze kufanya usafi huko juu katika vyoo, kwa hivyo usiwe na wasiwasi mke wangu. Sawa, yuko anafanya tu usafi. Dada akawaza, akasema ina maana yuko katika vyoo vya juu, ndio? Akamwambia ndiyo. Dada kabidi atoke moja kwa moja aende vyoo vya juu. Kwa nini amekimbia na amestuka? Lakini wakati ameenda, bwana, kuna kitu kilimtoka katika akili ya mwamba hapa. Ina maana uchawi ambao ulikuwa umevunjika hapa aliuleta huyu dada. Kwa maana hiyo mchizi kuanzia sasa atapata akili zake timamu kabisa. Baadaye dada anafika hapa. Jaza anamuuliza, wewe si rafiki yake Aileen, umefuata nini nyumbani kwangu? Dada anasema mimi ni mke wako. Akasema unasemaje mke wangu? Tangia lini nimekuoa na wewe umefuata nini? Akasema sikia, mimi ni mke wako na tumeshafunga ndoa. Akasema hapana, siwezi nikakuoa wewe hata siku moja. Wewe ni rafiki wa mpenzi wangu. Bwana mchizi kumbe zilikuwa sio akili zake kabisa. Aliyefanya mambo ya yale ya ushirikina ni huyu hapa mzee. Wakati yuko hapa maskini, bwana, ule uchawi ukamrudia mwenyewe na mwisho wa siku anaishiwa nguvu hapa. Bwana, hii ni hatari. Mchizi akaona isiwe kesi, akaenda kuomba msamaha kwa mama yake na kumrudisha nyumbani hapa. Mama anasema umeona, ubaya siku zote lazima ujulikane. Umeona ulichomfanyia mtoto wangu, sasa nahitaji uondoke mara moja. Dada naomba msamaha, lakini mwisho wa siku mama akamfukuza. Akasema huyu binti kikweli ni mchawi hatari. Yaani amenifanya hadi mimi tumeanza kugombana na wewe mtoto wangu. Tangia lini mimi nikawa mchawi? Chizi kabidi asimame bwana. Akasema mama, napiga goti mbele yako hapa, naomba unisamehe sana. Kikweli haikuwa akili yangu ile. Akasema sikia mwanangu, hata mimi nafahamu wewe mwanangu hauwezi ukawa na akili kama ile. Nilijua tu kabisa huyu binti kuna kitu atakuwa amekifanya, na ndio maana mwanangu ulikuwa unaenda jinsi ambavyo unahitaji. Mimi nimekusamehe mwanangu, hebu nyanyuka basi. Chizi kasamehewa na mama. Leo akaja kumuomba msamaha Aileen. Akamwambia sikia, yote ambayo yametokea kiukweli haikuwa akili yangu, na yule dada Uchena aliweza kunifanyia ushirikina, lakini yote nimegundua na nimeshapata msamaha kwa mama. Please, naomba na wewe uweze kunisamehe. Dada kavuta pumzi. Atafanyaje maskini? Ni kweli jamaa ilikuwa sio akili yake, ikabidi amsamehe na mwisho wa siku amwambia sikia, ninakupenda na nitakuoa uwe mke wangu kama kawaida. Lakini wakati hayo naendelea, bwana Uchena nafika hapa. Amekuja na silaha, anaambia hivi, unafikiri nitawaacha? Unafikiri nitakuacha hivi hivi? Leo nawamaliza wote kwa sababu wote mmefanya upumbavu katika maisha yangu. Mwamba ikabidi amfuate. Akamwambia samani sana, naomba usipige risasi, nitakueleza kila kitu. Akasema kuna cha kueleza, lakini ghafla kuna gari imekuja kumgonga bibi hapa. Nadhani maisha yake imeisha kabisa. Alafu mwamba aliyemgonga ikabidi akimbie, maana akajua ni kesi. Dada ameanguka hapa na bastola yake. Chiza akamwambia Aileen, panda katika gari tuweze kuondoka. Ubaya wa dhambi ni mauti siku zote. Bwana, movie yetu inaishia hapa, lakini ukamilika kwa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa sana utakuwa umelipata. Somo la kwanza kabisa, mwisho wa dhambi ni mauti. Tuache kufanya ubaya kwa watu ambao hata hawatufanyii ubaya siku zote. Haya ni maisha tu ndugu yangu. Leo unaweza ukamtengenezea mtu matukio ya ubaya, ukafanya vile ambavyo unahitaji wewe, lakini siku ubaya wako ukijirudi, basi majuto yake yatakuwa ni mazito kweli kweli. Lakini jambo la pili, tuache ushirikina. Haya mambo yapo sana katika ngazi za familia, katika vijiji, miji. Kila siku uchawi unaongeleka, uchawi upo, na haya mambo huwezi ukayaamini hadi siku moja ya kutokee ndio utasema kweli bwana, kuna uchawi, yamenitokea mambo haya na haya. Kwa hivyo hili ni funzo ambalo tunalipata moja kwa moja katika movie hii. Lakini funzo la tatu, tusifanye
maamuzi ya kumlaumu mtu kama hatujafahamu ukweli wake. Unaweza kumuona Mchizi amefanya makosa, kwa nini amemfukuza mama yake, vitu kama hivyo, lakini kumbe ilikuwa sio akili yake maskini, anafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wake. Lakini je, wewe ambao umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi mwisho, umejifunza kitu gani? Tuweke comment hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.